Picha inaanza, tunakutana na huyu mwamba anaitwa Ken akiwa na baba yake. Wakasalimiana pale, mzee akamuuliza bado anatafuta? Ken akamjibu ndio. Anatafuta nini? Basi kuwa nami mwanzo mwisho tujue ile anatafuta nini. Upande wa pili tunakutana na hawa dada wawili, huyu mmoja anaitwa Dorcas na huyu mwingine anaitwa Nkechi. Hasa Nkechi leo amewaka kinoma, analalamika kwamba Dorcas ameenda kukomenti kwenye akaunti yake kwamba yeye ni mfanyakazi bora, wakati yeye Nkechi anataka aonekane brand kubwa ili aweze kupata madili mbalimbali. So ugomvi ukawa ni mkubwa sana pale. Ghafla akatokea madamu wao ambao wanasimamia hapa, ambaye ni bosi wao, akawagombeza pale na akawaambia, sitaki kusikia kelele zenu, endapo zitaendelea basi mmoja wenu ataondoka kwenye nyumba yangu. Hasa ni asubuhi nyingine tulivu, madam leo yuko anachagua nguo na anasaidiwa na Nkechi. Hasa Nkechi anamwaga sifa pale, madam, yani ukivaa nguo leo utaonekana kama photosynthesis ndani ya gauni. Sasa akajua hata maana ya photosynthesis, madam akawaka pale, unanifanisha mimi na mmea? Hapana madam, sijamaanisha hivyo. Sasa changamoto kubwa iliyopo kwa Nkechi hajui kabisa Kiingereza, lakini sasa huyu ndo binti ambaye atatufurahisha sana humu ndani. Mida fulani hivi Dorcas akawa anaandaa chakula mezani kwa sababu leo anatarajia ugeni wa Mr. mmoja anaitwa Dr. Jide. Sasa madam akawa amefika pale, akamwelekeza apange vizuri vitu pale. Dorcas akawa anaondoka anajisemea, yani madam amependa lakini hataki kuonesha kwamba amependa. Ukweli ni kwamba madam anamuelewa sana huyo Dr. Jide, lakini hataki kuonesha vijakazi wake kwamba anamuelewa. Kwa hiyo ni mtu straight sana. Baada ya muda Dr. Jide akawa amefika na gari yake hapa getini. Akawa amesubiri kwa muda mrefu sana, geti halijafunguliwa. Sasa ndo tunakuja kumuona mlinzi mwenyewe wa geti kalala. Hapa kazi ipo. Huyo mlinzi anaitwa Julius. Ana wenge kinoma, yani kaajiriwa lakini sijui alipita vipi. Sasa Dr. Jide baada ya kusubiri kwa muda mrefu na kuto kufunguliwa akaamua mpigie simu madam. Madam akatoka haraka na kwenda kumfungulia. Kesi ikawa kwa Julius. Akawaka sana kwa Julius. Julius amechanganyikiwa, anajifanya amnazo. Baada ya muda wakawa wameingia ndani. Sasa ni muda wa kuchukua vipimo, lakini Dr. Jide akawa anamwaga sifa pale kwa madam na msifia, lakini madam akasema tuchukue vipimo. Baada ya kuchukua vipimo ikaonekana kwamba madam afya yake iko bomba kabisa. Basi Dr. Jide akamwambia kwamba uko fresh kabisa, hauna tatizo lolote. Basi Dr. Jide alichomsisitiza ni kwamba anatakiwa apumzike vizuri, aepukane na mawazo. Madam akamwambia kwenye nyumba yangu hapa mawazo kuepukika ni uongo. Kwa sababu gani anasema hivyo? Anajua ana vivuruge wawili au ni hatari, wana drama kinoma, ambayo ni Dorcas na Nkechi. Sasa leo nadhani ndio ile siku ya kufa miti, nyani wakateleza. Madam amefika akapiga honi sana, lakini geti halijafunguliwa. Julius kauchapa tena. Basi ikabidi dereva wa madam watoke na kwenda kufungua geti. Baada ya kuingia ndani, madam akawa amewaka kinoma, akawaita Nkechi pamoja na Dorcas. Wakawaka pale, wakamshtua Julius kama kawaida, wenge la kutosha sana pale, akajifanya kama kuna wezi, akawatafute madam, akamwambia wako nje. Akatoka Julius, hiyo ndio ikawa tiketi yake ya kuondoka. Wakamfungia chapu pale. Kama unavyojua vivurugi hawa nao wanapokea amri tu, akaenda akamfungia, akamrushia vitu vyake. Julius akawa ndo amekosa kazi yake hivyo. Ikabidi waondoke, wakaingia ndani. Sasa baada ya muda madam akawa ameingia ndani kwake, anashangaa kuna ugeni, na ugeni wenyewe ni huyu mama, ambaye huyu mama ni shangazi yake ambaye ni kaka wa baba yake. Sasa hawa watu hawaelewani kwa sababu madam sababu yake kuu ni kwamba walimtelekeza pindi wazazi wake wamefariki, lakini sasa hivi wanajileta kujifanya wanataka mali. So madam akafanya uamuzi wa kumwambia atoke, akamfukuza japokuwa ni shangazi yake, akamtoa mpaka nje. Bahati mbaya wakati anatoka Dr. Jide akawa amefika, lakini hakujali, akamwita Dorcas na Nkechi, akahakikisha kwamba yule shangazi ametoka. Shangazi akatoka anatoa maneno kinoma yani. Sasa leo tunamwona Ken akiwa katika hii mitaa anatembea anashangaa. Inaonekana kuna kitu anakitafuta. Ghafla akawa amefika kwenye hii nyumba, ambayo hii nyumba ni ya Madam Miranda. Akaona pale kuna bango limeandikwa kwamba anahitajika mfanyakazi ambaye ni mlinzi wa getini au security man. Akajishauri sana, lakini mwisho wa siku akaamua agonge mlango. Sauti inasikika ni Nkechi, nakuja. Asa Nkechi akawa amefungua geti, anashangaa, alikodoa jicho kinoma. Msikilizi atakachosema. The blood of Nebuchadnezzar. Nkechi alipagawa sana kumwona huyu mwamba kwa sababu ana muonekano mzuri. Akamuuliza umefuata nini hapa? Mwamba akamwambia nimekuja kutafuta kazi. Kazi? Kazi gani? Yani mimi nilitegemea wewe ni modo ama ni influencer. Haya, haina shida, karibu ndani. Nkechi ana wenge kinoma yani. Akawa amefurahi sana, akamvuta mwamba mpaka ndani. Baada ya kuingia ndani sasa Nkechi akawa amemuingiza jamaa, akamuonesha picha ya madam. Akamwambia huyo ndo madam wetu. Ken baada ya kuona ile picha, kuna namna fulani alibadilisha taswira yake. Akawa anaishangaa ile
ile picha kwa mshangao sana. Kuna kitu hapa, tutajua baadaye kwa nini anaishangaa sana hii picha. Basi Nkechi akawa ameenda kumuita madam. Baada ya muda madam akawa amefika. Ndo wewe umekuja kutafuta kazi? Ndio madam, ndio mimi. Okay, kaa. Nkechi, mwambie Dorcas aniletee chai yangu. Sawa ma. Nkechi kanajibu kikamanda kweli kweli, yani misifa hiyo kama muona handsome boy. Basi madam akawa anamuuliza maswali yake pale. Dorcas akawa ameleta ile chai. Hasa Dorcas jicho lake lote lipo kwa mwamba Kenny, naye kapagawa na mwamba kwa sababu mwamba ana mvuto. Madam akamuita Dorcas, madam, lakini kamechanganyikiwa, akili yake yote ipo kwa Kenny. Sasa sijui itakuwaje kati ya hawa mabinti wawili hapa ndani. Baada ya muda madam akamwambia acha namba zako za simu, then kama utakuwa umepita utapigiwa simu. Mwamba akashukuru sana na kuondoka. Sasa wakati wa kuondoka, Nkechi akawa anamwambia madam, mimi ndo ndiye mpokea hapo getini nikamleta humu ndani na mimi ndo natakiwa nimsindikize mpaka nje. Madam akamwambia hapana Dorcas, mpeleke mwenzio getini. Nkechi akamaindi kinoma, jicho hilo sasa kamaindi Dorcas. Sasa wakawa wametoka pale, Nkechi naye anataka kwenda. We unaenda wapi? Nataka nikafunge geti. Rudi ndani. Nkechi akamaindi hatari, akaenda ndani. Baada ya muda tunamwona Kenny akiwa anarudi nyumbani, akamwona mzee wake akiwa anamwagia maji maua hapa, akabidi amsaidie. Sasa mzee akamuuliza, vipi umepata? Akamwambia bado, natumaini nitapata. Okay, ni siku nyingine tena. Leo Kenny akawa amekuja tena kwenye nyumba, akamletea madam CV zake pamoja na baadhi ya dokumenti zake. Madam akazikagua, akaona ni freshi, akamwambia safi, umeshapata kazi. Basi Kenny akafurahi sana, akasema nashukuru sana madam. Madam akamwita Nkechi. Nkechi, mam, haya nenda akamletee sare. Sawa mam. Yani kanaitika kibabe kweli, yani zote hizo ni sifa, kanajitafutia nafasi kwa Kenny. Basi kaka kameenda kufuata hizo sare, kakamletea pale, tabasamu la kutosha sana, akajaacha jino ndani yani. Basi Kenny akawa ameshazipokea zile nguo, akawa anaondoka na Kenny kanamfuata. Madam we unaenda wapi? Naenda kumsaidia kuvaa. Namaanisha naenda kumsaidia kumuonesha chumba cha kulala. Yani huyu akili zake ni fupi kinoma yani. Akamwambia baki hapo hapo. Dorcas, mam, njoo hemu mpeleke Kenny kwenye chumba chake cha kulala. Sawa mam. Basi Dorcas akatoka naye akampeleka Kenny mpaka kwenye chumba chake cha kulala. Nkechi akamaindi kinoma yani, kakaondoka na kenyewe. Sasa kakaenda ndani. Baada ya muda tunamwona Dorcas akawa ameshafanikiwa kumpeleka Kenny ndani, anamsubiria pale, kanacheza cheza na kenyewe kanajitafutia nafasi pale. Dada yetu akubali kushindwa. Nkechi akatoka pale. Kwa hiyo unajiona umeshinda Nimeshinda nini? Nakwambiaje, huyu security man ni mwanaume wangu. Mimi ndo wa kwanza kumleta hapa ndani, mimi ndo wa kwanza kumwona pale getini, na mimi ndo wa kwanza kumtambulisha kwa madam. Basi wakaanza kugombana tena pale. Wamegombana kweli kweli yani. Basi Kenny akawa ametoka ndani. Wakapagawa wote wawili, mijicho kama yote, kodoa mijicho kama kinyonga yani, kwa sababu mwamba alitoka hata kama na nguo za kilinzi, lakini amependeza yani. Hapo ndo anawachanganya sana watoto wa kike. Basi wakawa wamekodoa pale mijicho, akabidi waondoke. Basi baada ya muda Dorcas akawa ameandaa chakula kwa ajili ya kumpelekea Kenny enjoy. Saa ngapi dada yetu asione? Kamekuja nako kamechanganyikiwa. Chakula unampelekea nani? Mimi ndo natakiwa nimpelekee chakula Kenny na sio wewe. Basi wakaanza kubishana tena pale kama kawaida yao yani, hawezi kukapa, wakapigana kweli kweli yani. Madam akasikia kelele zao akaja. Mbona mnapiga kelele? Mimi nataka nimpelekee chakula, huyu anataka mpelekee. Madam akasema yoyote ana nafasi ya kumpelekea chakula Kenny. Dorcas akafurahi. Basi Nkechi akawa amemind pale, akamwambia nikisikia tena kelele zenu, mmoja wenu atatoka ndani kwangu au wote mtaondoka ndani kwangu. Sawa madam. Wakanyenyekea pale, madam akaondoka. Ameondoka tu akaanza kubishana tena. Akili zao hamna kitu. Basi leo tena dada yetu katokea hapa. Fine boy Kenny, mambo, una nguo chafu niende nikakufulie? Mimi niko vizuri sana. Dorcas akatokea. Tangu lini wewe ukafua nguo? Za kwako tu zinakushinda. Ghafla madam akatokea pale. Dorcas akatafuta chochoro mbio. Nkechi naye akabidi atafute cha kufanya, akaanza kufutafuta maua pale. Madam akamsalimia Kenny. Kenny, habari? Salama. Sheria zetu tulizopeana naomba uzifuate, sawa? Kenny akamjibu sawa. Madam akaondoka zake pale. Wakati mwingine tena tunamwona dada yetu Nkechi, yani akachoki, kamekuja na kiwigi chake cha 3000 kanajiseti pale. Lengo ni kwenda kumtega Kenny. Basi kakasogea mpaka mitaa anapolala Kenny. Kaka kanajikagua kwenye kioo kama nyashi ipo, kanajikagua, wigi limekaa freshi. Ghafla Kenny akatokea. Kenny, naam. Naweza nikakuuliza kitu? Kwa hiyo una girlfriend yoyote? Hapana, sina girlfriend kwa sasa. Kakafurahi kinoma yani kama kamepandishiwa mshahara. Kwa hiyo unamaanisha uko single? Sawa, basi mimi naweza kuwa rafiki yako, naweza kuwa mtu wako wa karibu, naweza takuwa
mpenzi wako. Basi kakaanza kujitongozesha pale kwa Keni, lakini Mwamba akamjibu kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kazi, nahitaji kufanya kazi na ninahitaji kufocus zaidi na kazi, sawa? Kwa hiyo ningependa haya mambo yaende taratibu taratibu. Kankechi kakajibu, sawa, nimekuelewa, mimi ni muelewa sana. Kankechi ana vituko sana humo ndani. Sasa mida usiku leo Dorcas akaamua kuja chumbani kwa Keni. Kakaanza kumtegatega pale, kana katika viuno baikoko kama zote pale, kanajivunia nyashi sasa. Lakini Keni awala hakuwa amemwekea usirias wowote. Sasa ni siku nyingine tena, asubuhi tunamwona Keni akiwa na dereva wa Madam wanapiga story pale. Ghafla Madam akawa anatoka ndani analalamika kinoma, yani hapo anaongea kwenye simu. Keni akawa anapita pale akasikia maongezi yake. Akamwambia Madam, samahani. Madam alichokuwa analalamika kwenye simu ni kwamba kunaonekana kuna fedha zake zinataka kuibiwa kwenye akaunti zake. Sasa Keni ana utaalamu kidogo na masuala ya accounts. Kwa hiyo akamwambia Madam, kama utojali naomba nikusaidie kwa sababu kidogo nina uzoefu na hivyo vitu nishawahi kufanya hapo before. Keni akafanya utundu wake pale kwenye laptop, akaja akagundua ni kweli kuna mtu anamfanyia michezo na huyo mtu anaonekana anatoka ndani ya ofisi yake. Akamwambia Madam akashtuka, lakini akamshukuru Keni kwa kumsaidia kusolve ile tatizo. Lakini pale wao wakiwa wanahangaika kusolve ile tatizo, Nkechi na Dorcas wako wanachungulia, yani hawapitwi na jambo kwenye nyumba, ni vimbea hatari. Hasa baada ya muda fulani, Keni akiwa amepoa zake hapa ndani ya geto lake, Nkechi akawa amemfuata mpaka chumbani kwake. Keni, nimekuja nataka kujua labda kama kuna kitu unahitaji nikusaidie. Keni akamwambia hamna, lakini kuna kitu naomba unisaidie. Naweza nikakuuliza kitu? Haina shida, usijali, uliza tu. Kakakaa pale kakijua kataulizwa vitu vya mahaba nini. Keni akamwambia unaweza kunisaidia kunielezea vizuri kuhusu Madam yukoje? Nahitaji kumjua vizuri Madam Miranda. Basi Nkechi akamaindi kinoma, yani akutegemea swali kama hilo angeulizwa kwa sababu amekuja kujibebisha. Akajua ataulizwa masuala ya mahaba na nini. Basi kinyonge hivyo kakaamua akamwelezea kila kitu kwamba Madam ni yuko hivi, apendi hiki, anapenda hiki, akamwelezea kila kitu. Sasa Keni akawa anahitaji kumjua zaidi, kakamind. Yani mimi kakajieleza sababu zake zote pale, mwisho wa siku kakaondoka kamekasirika. Lakini lengo la Keni alikuwa anataka tu kujua. Basi baada ya kumaliza pale Keni akawa ameondoka zake. Sasa leo tena Madam akiwa anakagua mifumo yake hapa, akaona ni kama imeleta shida tena. Ikabidi amuite Keni. Basi Keni akawa amekuja pale. Sasa kuna kao karibu kaendelea kujengeka hapa. Sijui, ngoja tuone itakavyokuwa. Keni akawa ameingia pale na kuanza kumsaidia kujua ni nini tatizo tena. Sasa wakati Keni yuko anamsaidia Madam, Dr. Jide akawa amefika. Baada ya kuingia ndani anawakuta wako ndani, anawakuta wamekaa wanaelekezana. Dr. Jide kuna kao hivyo kakampata, japo amjui Keni, lakini alivyoona tu pale akaona mbona kama nataka kupigwa bao hapa. Baada ya Keni kumaliza kumsaidia Madam pale, akaamua ondoke. Dr. Jide akabaki na Madam. Sasa Dr. Jide akaanza kujiongelesha pale kwa Madam. Unajua sijui niliwekeje hili, lakini nahisi nakuwa na wasiwasi sana juu yako. Madam akabidi aende straight. Keni hajafanya chochote kibaya, watu wazima walielewa. Basi baadaye wakiwa wanatoka, Dr. Jide ndio anaondoka, Madam anamtoa pale. Dr. Jide kakaleta mdomo pale. Wewe nataka ukumbuke na uweke akilini kwamba wewe ni mlinzi na kazi iliyokuleta hapa ni kulinda gate. Umenielewa? Keni akamjibu sawa. Manake Dr. Jide ana wivu kinoma hapa. Akampiga mikwara mingi ya kutosha, mwisho wa siku akaondoka. Asa baada ya muda Nkechi naye limemkaa moyoni, ameshindwa kuvumilia. Akaja kwa Dorcas. Dorcas, hivi unaelewa kinachoendelea humu ndani? Dorcas akamjibu, nini tena? Nahisi kama Keni anamtaka Madam hivi. Sasa pale wakaanza kuongelea mada za kwamba wanahisi kwamba Keni na Madam kuna kinachoendelea kwa sababu karibu wao hawauelewi kwa sasa. Sasa leo tunamwona Madam akiwa amekaa mezani anakula chakula. Akamwita Nkechi, mwite Keni aje ajiunge na mimi kwenye chakula. Nkechi akajifanya kama hajasikia. Nimekwambia mwite Keni aje ajiunge na mimi kwenye chakula, hujaelewa au? Nkechi akawa anajifanya pia kama hajaelewa. Madam akamkata jicho la mama wa Afrika. Ikabidi Nkechi atoke pale. Akaenda nje kumfuata Keni. Keni akawa amepoa zake tu hapa nje. Sasa Nkechi kiukweli hawezi kukaa na kitu moyoni. Kalivyotoka hapa kakamwona Keni amekaa, kakamwita, Keni, ni nini kinaendelea kati yako wewe na Madam? Unamaanisha nini? Kwa sababu haiwezekani anitume mimi nije nikuite uende ukale ndani kwenye meza na yeye. Keni akawa hajamuelewa pale. Basi ikabidi aingie ndani.